limeanzisha shule ya sekondari katika mkoa wa Dodoma. Inaitwa Dodoma Adventist Secondary School. Na iko tu pale maeneo ya Zuzu. Na tayari majengo yapo, majengo mawili, madarasa 4. Na vyoo vipo. Kwa hivyo mipango inaendelea, shule isajiliwe kwa jina la kanisa, tayari kupokea wanafunzi. Kwa hiyo sisi ambao tulikuwa tunahangaika kupeleka watoto wapi, shule ya kanisa sasa ipo Dodoma. Sasa hivi kwa hiyo kitakachofanyika, tutategemeza ili miundombinu mingine iongezeke, iwe na hadhi ya shule ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Tumeshajenga, tuko floor ya kwanza, tunahitaji kwenda floor ya pili, tunahitaji kumalizia, tuweke finishing, wa viongozi wetu wahamie pale. Sasa huu nao ni msukumo wa kanisa kwa mwaka huu. Unajua tulianza mwaka 2024 Disemba tulizindua. Tunapoongea sasa hivi ile jengo ukiliona, huwezi kuamini kama tumejenga ndani ya mwaka mmoja. Kwa hivyo kwa msukumo huo tunaleta tena mwito kwa washiriki. Maana kwa kweli ndio washiriki ambao wamefanikisha ujenzi huo. Tunaleta msukumo na mwito kwamba tujiandae kusapoti tena ujenzi wa ofisi zetu, ili mchungaji Ngusa akimaliza utumishi kule LTF aje kuwa askofu city. Unajua ukipita pale roundabout pale ya Safina House, Bwana Yesu asifiwe, wale washiriki wa kanisa lile wanaonaga fahari sana kutuonyesha makao makuu ya kanisa lao. Pale askofu wetu yuko. Ila sisi CTF, ili upeleke anapokaa askofu, unaweza kumkuta yuko daini. Maana wanaishi kwenye nyumba za nini? Za kuishi, sio jengo la ofisi. Kwa hivyo nawatia shime kwamba tujiandae kusapoti ujenzi huo. Sasa habari njema ni hii. Jimbo limeunda kamati ya kufanikisha msukumo wa ujenzi wa jengo la ofisi, na majina haya yameshaletwa kwetu, naomba niyasome. Kuna hiyo kamati ya jimbo ambayo imetengenezwa pia katika kikanda. Kuna kanda ya Dodoma, kanda ya Iringa na kanda ya Kiteto. Mimi naomba tu niwasomee wanakamati wa kanda ya Dodoma ambao baadhi yao ni washiriki wetu. Tuna Joseph Muniko wa Yumbu. Kuna Gideon Mafiri anatoka kanisa la Kikuyu, mtaa wa Kikuyu. Yuko wapi Mafiri? Mzee Mafiri njoo hapa. Wewe nina jambo nawe. Kuna mchungaji Gervas Mbipi, mtaa wa Kikuyu. Jamani, na mchungaji wenu ni mjumbe. Tuna Dickson Mahaja kutoka Neema Maregeli Kizota, Priska Rwangalili Dodoma Kati, Samuel Ikwabe Dodoma Kati, Seushi Mburi Ipagala, Obadia Isaya Chemba. Kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Kikuyu mjini Dodoma linaloundwa na makanisa 6: kanisa la Waadventista wa Sabato Miganga, kanisa la Waadventista wa Sabato Kikuyu, kanisa la Waadventista wa Sabato Itega, kanisa la Waadventista wa Sabato Michese, kanisa la Waadventista wa Sabato Bihawana na kanisa la Waadventista wa Sabato Mkonze. Walikusanyika pamoja kama mtaa kwa mambo matatu muhimu. Jambo la kwanza, uzinduzi wa msukumo wa utume, One Voice 27 Mission for All, yaani sauti moja 27 utume kwa wote. Jambo la pili, uzinduzi wa kitabu cha utume cha mwaka kitwacho Maneno ya Matumaini. Jambo la tatu, kumuaga na kumkaribisha mchungaji Steven Ngusa aliyekuwa mchungaji wa mtaa wa Kikuyu na kumpokea mchungaji Gervas Charles Mbipi atakayekuwa mchungaji wa mtaa wa Kikuyu. Ikumbukwe utume wa Waadventista wa Sabato ulimwenguni, misheni yao ni kufanya wengine kuwa wanafunzi.
wa Yesu Kristo. Hiyo ndiyo furaha yao, kufanya hivyo, kujitoa kwa muda, mali na nguvu katika utendaji kazi shambani mwa Bwana. Vitabu vilinyanyuliwa juu kuonyesha utayari wao kutumika katika misheni yao kwa pamoja kama mtaa. Walimuaga mchungaji Stephen Gusa na kumtakia kila la heri katika utumishi wake aendako huko Lake Tanganyika Field, huku wakimwalika kwa shangwe mchungaji Gervas Charles Mbipi katika mtaa wa Kikuyu, wakimwahidi kushirikiana naye vyema katika kazi ya utumishi, wakisaidiana katika kulikuza kanisa na kuwafanya wengine kuwa wafuasi wa Yesu Kristo. Muda si kesho, ni sasa. Ukae mstari wa mbele, askari mwenye nguvu nyingi, njoo tuungane na jeshi la Bwana. Kazi ya Mungu yataka watu, na watu ni mimi nawe. Sogea karibu, jiunge na sisi, tutimize kusudi la Bwana. Habari njema iwafikie wote, Yesu anarudi hakika. Kazi ya Mungu yataka watu, na watu ni mimi nawe. Sogea karibu, jiunge na sisi, tutimize kusudi la Bwana. Habari njema iwafikie wote, Yesu anarudi hakika. Wawezaje kusinzia ili hali jeshi la Bwana li vitani? Amka, changamka, muda si kesho, ni sasa. Ukae mstari wa mbele, askari wenye nguvu nyingi, njoo tuungane na jeshi la Bwana. Wawezaje kusinzia ili hali jeshi la Bwana li vitani? Amka, changamka, muda si kesho, ni sasa. Ukae mstari wa mbele, askari wenye nguvu nyingi, njoo tuungane na jeshi la Bwana. Wawezaje kusinzia ili hali jeshi la Bwana li vitani? Amka, changamka, muda si kesho, ni sasa. Ukae mstari wa mbele, askari mwenye nguvu nyingi, njoo tuungane na jeshi la Bwana. Wawezaje kusinzia ili hali jeshi la Bwana li vitani? Amka, changamka, muda si kesho, ni sasa. Ukae mstari wa mbele, askari wenye nguvu nyingi, njoo tuungane na jeshi la Bwana. Wawezaje kusinzia ili hali jeshi la Bwana li vitani? Amka, changamka, muda si kesho, ni sasa. Ukae mstari wa mbele, askari wenye nguvu nyingi, njoo tuungane na jeshi la Bwana. Wawezaje kusinzia ili hali jeshi la Bwana li vitani? Amka, changamka, muda si kesho, ni sasa. Ukae mstari wa mbele, askari mwenye nguvu nyingi, njoo tuungane na jeshi la Bwana.
unavyosema amina ndogo ndivyo hubiri linakuwa ndefu. Unakuhakikishia itika amina kubwa za nguvu ili tumalize upesi. Sasa hapo angalau naona kama litaisha haraka. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Najua kuna watu wanawaza sasa linaisha saa ngapi? Hiyo niachie. Yaani kazi yako ni kusikiliza na kuniombea. Ukiona unahangaika sana, liombee liwe fupi, ili Roho alifupishe. Na wewe sema amina kubwa ili angalau mambo yaende vizuri. Bwana asifiwe sana. Sasa katika mji wa Korinto, miongoni mwa Wayahudi waliokuwa wamekaa Korinto walikuwapo. Simama, nimekuona mahali fulani. Nilikuona mahali fulani hapa. Kama amehama hapa. Yupo. Ametoka kidogo. Mzee Rutaiwa ninamwaminia. Amekimbiza choo cha kanisa Miganga, kimejengwa na karibu kinaisha. Hata usiposema amina, kwanza utakitumia tu kienda kaka. Najua una vitu vya kuweka mle. Kwa hiyo bala hilo sio shida kabisa, ninajua. Kwa hiyo yani amekimbiza choo kimeenda. Na amewahi kuwa mkuu wa majengo nadhani wa mtaa. Kwa hiyo nyumba hii ana historia nayo. Ninaomba nyumba hii kwa jina la Bwana iishe. Filemoni nimemsema kwa sababu nimeona anakimbiza jengo la kanisa pale Miganga. Kwa hiyo kitu akikanizia karibu kiasi gani na kuhakikishia ukiwa na mama Limao, nakwambia utaumia. Hamna mtu wa maana anayepaswa kuwa mkarimu nyumbani kama mama. Haleluya Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Watu wanaokaa kwenye miji ni watu wakarimu, strategic people ambao kwa kweli wanaangalia mambo ya Mungu na kuangalia watu wa Mungu. Kwa mji wa Korinto, pamoja na kuwa ulikuwa na watu wenye anasa na uchafu wa kuzitoa, na hakika mambo yataenda vizuri na nyumba hiyo iishe. Kwa hiyo nawatia moyo watu wa Kikuyu, songeni mbele kwa kazi ya Bwana. Pasta wa mtaa, mimi kama nilivyotangulia kusema, sina shaka ninaona mafanikio yako makubwa katika huu mtaa pasta. Amen. Sana. Wajua unaweza ukaanza kuona wivu mwenzako anapofanikiwa, ulikuwepo, kuna mambo fulani yanaenda tena yalikuwa hayaendi ukiwepo. Huo tu ni upagani. Unajua unaweza kuwa Mkristo afu ni mpagani. Umemaliza uzee wa kanisa, unaona sasa mzee mwenzako mambo yanaenda, unaanza kulungunika. Furahi pamoja naye. Amina. Haleluya. Amen. Ya. Sasa nilikuwa nimezoea simu za kila wiki hapa. Mzee Deusi yuko wapi? Mzee Deusi na mzee Mgumi tangu nimekuja hamna hata simu. Hapo nilijaribu kupiga ya Deusi ikakatikia mahali fulani na hakurudi tena. Ndio nikagundua Bwana madaraka yakienda yameenda. Sauti moja 27. Utume kwa wote. One voice 27. Mission for all. Mshiriki mmoja tu tunahitaji ambaye atakuja kuzungumza neno la heri na kuwatakia heri watumishi wa Mungu hawa. Na baada ya hapo mzee Maria atasema, wakati kiongozi wetu wa nyimbo ukituandalia kwaya ambayo itakuwa inaimba wakati washiriki wanapita kutoa zawadi na kumshika mkono wa heri Pastor Ngusa. Sasa kabla pastor hajasimama, nione mshiriki aliye na neno. Mungu ameniambia kusema. Sijui maana sikusikia wito ndani yangu. Lakini jumuiya iliyonizunguka wakaona inafaa niongee. Basi mchungaji, tunakushukuru. Ninaamini kama ambavyo nimejifunza kutoka kwako na waumini wenzangu washiriki pia wamejifunza vitu vingi. Nina vingi ambavyo nimejifunza, lakini moja limekuwa likinipa changamoto. Naomba niliseme.
ni swala la vipaumbele. Hili mchungaji umekuwa ukilisema kila wakati ambapo imekuwa ikitokea mgongano wa mambo, kwamba natakiwa kuwa hapa na kwingine pia, au natakiwa nifanye hiki na kingine pia. Mambo ni mengi ya kufanyia kazi, na kila wakati tunapata sababu za huenda kutokufanya jambo fulani, udhuru wa kutokufanya jambo fulani, lakini umekuwa ukisema ni swala la kipaumbele. Kwa hiyo hili kwangu limekuwa ni jambo ambalo kila ninapopata mgongano wa mawazo wa mambo fulani ya kufanyia kazi, ninajiuliza na huwa ninaikumbuka sauti yako Pastor, kwamba ni swala la kipaumbele. Kwa hiyo Mungu akubariki. Umetufundisha mengi, umetusimamia, na tunakuombea wewe na familia yako. Umekuwa baraka kwetu. Unapotubariki, tunaamini familia yako iko nyuma hapo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili yako. Tunaomba ukatumike huko pia sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Asante pia kwamba Mungu ametupatia mchungaji Mbipi. Tunaamini atamtumia vizuri kama ambavyo mapenzi yake yatatimizwa. Asante, Mungu awabariki pia. Mwakilishi wa viongozi katika makanisa yetu ya mtaa wa Kikuyu, Pastor Steven Ngusa, tumedumu na wewe kwa mwaka mmoja. Ulikuwa ni mwaka wa baraka sana. Ulikuwa ni mwaka wa baraka sana. Tuseme tunamshukuru Mungu kwa maisha na huduma ya kichungaji ambayo tumeipokea kutoka kwako Pastor Ngusa. Kipindi chote ulichokuwa pamoja nasi ulitumika ukimuinua Kristo kwa kulifundisha neno la Mungu kwa uaminifu. Ulitutembelea katika familia zetu katika nyakati zote, ziwe za shida, ziwe za raha. Ulitushauri, ulitukemea kwa upendo, na zaidi ya yote ulituelekeza kwa Kristo. Mimi Pastor, mimi kama mshiriki wako, maneno ulioniambia usiku, kama sio saa 6 za usiku, nikiwa mimi na wewe, lazima niliseme hili mbele za washiriki. Ule mstari ulionisomea na ukumbuka mpaka leo. Shiriki wenzangu, pastor huyu alinifungulia maandiko matakatifu katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 fungu la 19. Ninalikumbuka kama kiongozi wa kiroho. Ngoja nilisome hili na washiriki walifahamu, yawezekana mimi niliweka moyoni mpaka leo na linanisaidia kwa mengi. Mchungaji alinisomea maneno haya. Asema, wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Asema, basi uwe na bidii ukatubu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuka tulienda mpaka lugha zingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Pastor Ngusa ulikuwa ni zaidi ya mchungaji ambavyo angeweza kufanya kwa kondoo wake. Lakini basi katika ule waraka wa pili wa Timotheo sura ya 4 fungu la 7 anaposema, nimepiga vita vizuri, nimemaliza mwendo na nimeilinda imani. Tunaamini kazi uliyoifanya kwetu Kikuyu imeacha alama isiyofutika katika mioyo yetu. Leo tunakuaga si kama watu wanaokatisha uhusiano, bali kama familia inayokutakia baraka tele katika utume wako mpya. Tunasema tunaamini Mungu aliyekuita ndiye atakayekuongoza kwa hatua unayoiendea. Tunakuahidi maombi yetu kwako pamoja na familia. Popote utakapokwenda, kumbuka ya kuwa makanisa uliyoyachunga ya mtaa wa Kikuyu yatabaki kuwa sehemu ya maisha yako. Mungu akubariki, akupe afya, hekima na neema katika huduma yako ijayo. Karibu tena wakati wowote, na safari njema katika kazi ya Bwana. Kwa mkono wake Mungu aliisha
karibu hata kwa kumshika kwa mkono wa kweli. Wetu huyu Mungu akaitegemeze kazi yake ukaendako. Karibuni, karibuni. Ongeze imani, unipe imani iliyo imara, isiyotikiswa, nisimame imara wakati wa majaribu. Nikiwa na wewe nitashinda, bila wewe mimi siwezi kitu. Mungu wangu, nakuja kwako, niongeze imani, unipe imani iliyo imara, isiyotikiswa, nisimame imara wakati wa majaribu. Nikiwa na wewe nitashinda. Wabariki sana Wakristo. Wabariki sana kwa kutia moyo mchungaji anapoendelea kusimamia kazi ya Bwana. Mungu awabariki. Mpaka hapo sina la ziada. Imeandaliwa na kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Kikuyu. Mimi ni Charles Kasumbi wa The Cover Story ya DSTV. Tumika shambani mwa Bwana na Bwana akubariki.